Mimi kwanza kwa upande wangu nimesikitishwa na hili kwa sababu Simba logo yetu ina nguvu moja, haina migogoro. Unaposema nguvu moja, na maana nguvu moja, watu wote mnakuwa pamoja. Leo kuna watu walileta taharuki kwenye timu yetu kwa maneno yao, na kwa mujibu wa maelezo yao wanasema kwamba wao waliitwa upande mmoja, wakaambiwa maneno walioambiwa, ndio maana wakaja kusema yale maneno. Mimi niwaambie wameteleza, wamekosea kwa sababu Simba ni taasisi ambayo inaelewa kitu gani inafanya, na kama waliitwa basi walipata upendeleo. Simba waitani kienyeji, Simba wana taratibu zao za kuitwana. Wale walioitwa kama nani ni mashabiki ambao hata ukiwaita mawazo yao yanawezekana yakawa na faida, lakini hawakuwa na maana ya kutoa nje, au wewe uliowaita kwenda kuambia vitu vya ndani vya klabu, ambapo vitu vile baadaye vimegeuka. Sasa wewe uliowaambia vimekuja kuleta madhara katika klabu yetu. Aliowaita na walioitwa wote wamefanya makosa, lazima wakubali kwenye hilo. Unapokubali kukosolewa, lazima ukubali ili tusonge mbele. Kama uliwaita ukawaambia Mohamed afanye huduma za klabu, na wewe kiongozi mkubwa wa klabu yetu ya Simba, ulitukosea wana Simba. Sio klabu, sio mali yako. Hata kama tulikuchagua utuongoze au wewe una mamlaka katika klabu yetu, ila sio mali yako. Simba ni klabu ya wana Simba wote dunia nzima. Haiwezekani mawazo yako wewe ya kuwaita watu wachache ili watengeneze migogoro yaonekane bora kuliko mawazo ya watu wengi. Ndio maana baada ya wale watu kuitwa wakalopoka ule upuuzi walioongea, nadhani kila mtu kaliati kuhusu wale watu. Hamna mtu ambaye kaunga mkono hoja zao. Kwa hiyo ndio ujue kwamba Simba ni taasisi ambayo inaangaliwa kwa jicho la mbali sana na kila mtu. Ndio maana watu waliliati na kukemea kile kitendo walichofanya. Kama viongozi wasijaribu kufanya vitu kama hivi tena, kwa sababu ni vitu ambavyo vinaleta mtafaruku. Leo huwezi kumuita mtu ukamwambia maneno ya mtu ambaye na wewe uko naye katika bodi au kwenye madaraka. Hilo ni kosa. Walikosea na wametukosea wana Simba, na wale waliokuja kusema wametukosea wana Simba. Leo tuliona barua mbili tofauti kutoka upande wa bodi na upande wa klabu kwamba wamesikitishwa na kitendo kilichofanyika, watachukua hatua. Kilio chetu na misemo yetu mpaka leo, wale watu lazima wachukuliwe hatua, kwa sababu kwenye kundi lao kuna wengine wanaomba samahani hii mara ya 5, wanatukua na ikoseli klabu kwa vitu vya ovyo. Sasa ikiwa kama mtu atakuja kuomba samahani kwa makosa anayofanya, klabu inadidimia, wengine wananufaika. Unapoomba samahani ukasamehewa kwa vitu ambavyo unavirudia, ina maana unaathiri klabu yetu ya Simba. Wewe unafanyikiwa katika maisha yako ya kawaida. Wewe uko peke yako, Simba iko ina watu wengi. Tuwaambie viongozi, kama walisema watachukua hatua, wachukue hatua, ila tunaona wale watu wanazurura mitaani, hakuna action yoyote iliyochukuliwa. Kama watanyamaza kimya kwenye swala hili, watachukua hatua, ina maana viongozi na wale wote lao moja wanashirikiana kuhakikisha wanamsema na kumkashifu mwekezaji wa klabu ya Simba, ambalo hilo kwa wanachama klabu ya Simba na uhakika kabisa hawapendezewi nalo, kwa sababu wanakiona anachokifanya mwekezaji wao. Sasa kama viongozi wameingia madarakani kwa kuja kuigawa Simba ya mwekezaji aonekane hafai, wao onekana wanafaa, hili hatutakubaliana nao abadan. Mimi niwaambie tu ukweli, atakayechukia achukie, atakaye ni cancel kwa lolote akisema aseme, lakini ukweli utabaki katika ukweli. Mohamed Dewji kuna sehemu katutoa Simba katuleta tulipo. Hata wao wanaongoza wameitamani Simba kwa sababu kuna sehemu tupo. Kuna wengine wasingekubali kugombea kama Simba ingekuwa ya ovyo. Sasa kwa nini wewe uliokuja umekuta tayari watu washaliivisha tunda, hapo wewe ile tunda baadaye unaenda kulichoma sindano ya sumu? Ina maana wewe sio mtu mwema. Leo huwezi kutuambia Mohamed hamna cha kufanya. Sio kweli. Hakuna mkutano mkuu hata mmoja uliomkataa Mohamed kwamba asaidie chochote. Sasa inakuwaje, unatushawishi vipi mpaka utuambie Mohamed hamna anachofanya? Na kwa nini wewe mwenyewe kiongozi usiseme kwamba kwa katika mkutano, bwana Mohamed hamna anachosaidia, bali Mohamed anainyonya hii klabu yetu ananufaika? Katika mkutano wakati sisi tunasomewa budget na Mohamed katoa hela, na nyie viongozi mko pale, na ile budget haiwezi kuja kwetu, lazima ipitwe kwenye bodi. Bodi ina pande mbili, na upande ya mwekezaji ya Mohamed, ina upande wa mwenyekiti wetu ambaye ni Muktaza. Mnakaa mkapitisha ule muktasari ile, na ndio mkaja kutusomea katika mkutano mkuu
Toka mkiwa kwenye mkutano wenu wa ndani wa bodi, hoja imepitishwa kwamba Mohamed amechangia kiasi fulani, hujapinga. Mmekuja katika mkutano, mmetusomea, hujapinga. Leo unawaita watu pembeni, unaenda kuambia Mohamed atoe hela. Waache hivi vitu. Hivi tutavipinga, tuseme tutavipinga, na kwa yoyote atakayechukia achukie, lakini mwisho wa siku kiongozi klabu sio mali yako. Logo ya klabu ya Simba ni ya wana Simba wote. Kwa hiyo usichukue muda wako unayotuongoza ukajua kama hii klabu ni mali yako. Utaongoza, utaondoka, na mwingine ataongoza. Ukituachia madonda, unatuachia madonda wanachama na mashabiki wa klabu. Lile donda halili lako, kwa sababu wewe umeongoza. Then inawezekana katika uongozi wetu watu waliokuzunguka wamefanya leo biashara, au katika klabu ya Simba ulipoingia kuna kitu umekiongeza wewe, kuongeza majority ya kupata pesa. Ulionufaika ni wewe. Sisi tunachonufaika ni pointi 3 tu za dakika 90. Lakini kiongozi unanufaika kwa sehemu nyingi. Kuna sehemu utapita, mimi mwenyekiti wa Simba au labda mjumbe wa Simba, kama una mzigo wako askari kaukamata na uacha bure, utoi chochote. Hiyo sio faida. Leo mshabiki nafasi hiyo upati. Sasa wasifanye kama si watu wadogo. Klabu ya Simba ni klabu ya wanachama, sio klabu ya wao viongozi. Katika hili viongozi, narudia tena, katika hili viongozi wasipowachukulia hatua hawa watu ambao wameleta mtafaruku katika klabu yetu, wamekashfu udhamini wa klabu yetu, wamemkashfu mwekezaji ambaye amediriki na ni Mtanzania wa kwanza kudiriki kusema kwamba yeye anataka kubadilisha mpira uende katika mfumo wa mabadiliko wa kisasa, na katoa bilioni 20 kasema anaweka mezani. Mtanzania wa kwanza. Lakini Mtanzania huyu ndo alioifanya mpaka ligi ya Tanzania bara imekuwa bora. Mtanzania huyu ndo alofanya Simba mpaka leo imetoka nafasi ya 87 leo kwa nafasi ya 5. Anatokea mtu ambaye anajitia umaanani katika Simba, anamuongelea mwekezaji yule kwamba aondoke, atuachie timu yetu, tutachangishana. Leo mimi na uhakika Simba hamna mtu anaolipa milioni 2, milioni 5, 6, 7 mpaka 20 na leo bakuli gani itakayochanga? Kama wewe maisha yako tu unaondoka asubuhi, maisha ya Kitanzania tumeona hapa kipindi tunawekwa kwenye vurugu za tarehe 29. Tuliambiwa tukaendane siku 3 4, kila mtu kalia. Mtanzania atoke na ndo aishi. Wewe utakubali kila siku ichangie Simba shilingi 20,000? Ili mradi tutembeze ile bakuli wanaosema. Kila siku uchange 20,000 au 5,000, wewe utakuwa na hiyo hela kutanga. Sasa tusijidanganye kwa eti bakuli inaweza katubeba. Nimesikia kuna watu wanasema wanatuletea wachezaji mikopo. Watu hawajui. Hebu pateni elimu basi kwanza, hapo na ndo mseme. Hivi vyombo vya habari vinaangaliwa na watu wengi, wanajua maana ya mkopo. Simba wana wachezaji wawili wamechukua watatu wamechukua mkopo, na sio kwenye klabu ndogo, klabu kubwa. Simba amechukua Selemani Mwalimu Wydad mkopo. Mchezaji unapomchukua kwa mkopo unamlipa nusu ya mshahara na elipo. Leo kuna timu gani ambayo inalipa mshahara zaidi ya Wydad Tanzania? Kama Selemani alikuwa analipwa Wydad milioni 30, Simba anamlipa 15. Kuna mchezaji tumemsajili kihalali sio kimkopo, mshahara milioni 15 afiki. Labda alikuwa milioni 8, milioni 10, uongo. Sasa haya Mwalimu alitoa mkopo na yule alikuwa milioni 7 au 8, nani mchezaji analipa gharama kubwa? Neo Maema analipwa nusu ya milioni 100 Mamelodi Sundowns. Kaja Simba analipwa nusu ya mshahara wa Mamelodi Sundowns. So milioni 25. Sasa kuna mchezaji ambaye mwingine unaweza kumuona alipwa milioni 25. Mbona kuna watu wanaongea vitu kama wajielewi? Kuchukua mchezaji mkopo sio ndo mchezaji wa bure. Mchezaji anapochukua mkopo sio kama hivi kila kitu wanalipa wenyewe, na wewe unalipa nusu ya mshahara ule mchezaji. Kweli nailipa. So umekaa kama mazembwe kwembo sio madude gani, hamjielewi, mnaambukiza wote ujinga. Hamna mjinga, watu wanajua. Leo Roshan Derok kwa mfano haya, na yeye labda amesema amekuja kwa mkopo. Roshan Mamelodi Sundowns alikuwa bei gani? Yeye unapomona. Sasa leo na mimi nakwambia mshahara Maema na Roshan Derok au fanani hata na hao wachezaji wao wengine wanawasema ambao Simba na wanaenda wanaingizia hiyo hela. Mtu analopoka tu kashakunywa madude yake ya ovyo, kaji wa Simba makolokolo gani analopoka ovyo. Nyinyi mnajua mikopo. Hapo anasema mchezaji tumemtoa Singida kwa mkopo nani? Simba mchezaji gani ametoka Singida mkopo? Kwa sababu Singida inawezekana labda anatoa mishahara milioni 8, milioni 10. Labda kaja Simba atalipa milioni 4, milioni 5. Nani tumemchukua? So Simba hajamkopa.
Kibabage Simba hawajamkopa Singida. Lakini utakuta mtu eti anajifanya yeye Simba, amejivalisha mtu wa ovyo kabisa, anaongea vitu vya ovyo kabisa. Waache huo utoto. Simba ni taasisi inayojielewa. Na niwaambie tu, thamani ya wachezaji wa mikopo wa Simba thamani kubwa kuliko wachezaji wao ambao wanawasajili moja kwa moja wa kwenye timu zao zingine. Waende kuuliza, kwani bwana vitu viko wazi? Hivyo unapomwona leo Sundown, Mamelodi Sundown waanza walikuwa wanamlipa Mahema nani wanamlipa Mahema milioni 2 au milioni 10. Mahema unapomwona leo anaanza kulipa milioni 2 Sundown. Sasa niwaambie, mkopo kama hawaelewi wakaulize, wasikae kwenye hivi vyombo akapotosha watu. Vyombo wanaangalia watu wengi. Wapewe elimu, waache ushamba. Kama uelewi kitu, kaa kimya. Ndio wanaenda chooni wanakuja wanawe. Kwa sababu hawajielewi, mimi nakwambia. Kwa sababu mtu anaongea vitu kama vile mwandazimu jielewi. Leo mtu analalamika vitu bomoa meli atoe hela, wachezaji wa mikopo, unajua thamani ya mikopo. Wanajua thamani ya mikopo. Hao wanasema tu. Sisi tumechukua wachezaji mikopo kwenye vilabu vikubwa jamani. Sisi hatujachukua mchezaji wa mikopo Mbeya Kwanza. Tumechukua mikopo wachezaji kwenye vilabu vikubwa. Leo Wydad wamemtoa mchezaji kutoka ligi ya Uingereza wamsajili. Wydad wameng'oa ino la nyuma mwiko Aziz Ki. Hivi wale mshahara wao ukoje? Niambie wewe. Leo Mamelodi Sundown ya Tanzania atakaye mchezaji wa timu yoyote anavunja mkataba. Leo Tanzania niambie klabu gani inaweza kuvunja mchezaji Mamelodi Sundown? Labda mchezaji wa mwache wenyewe. Uongo. Simba wale wachezaji wamewaomba wawalipe nusu ya mshahara wao. Mtu anakaa kama vile anajamba ovyo, anasema wachezaji wa mikopo wa bei rahisi kweli?